Wajumbe niwalete kamati zangu kama ifuatavyo. Mwenyekiti wa kamati ya chakula na wajumbe wako ama katibu wako, niwaombe msogee hapa mtupe mnyambulisho. Niliipa kamati milioni 12, naomba wanyambulishe. UK7 jaya nafurahisha. Sorry, milioni 12 lakini. Kwa majina naitwa Amos Samueli. Ni mwana UK7 kutoka kanda ya Mwanza. Niliteuliwa kama mwenyekiti wa chakula. Kama mwenyekiti wa chakula nilipokea milioni 12,400,000. Lakini pia kwa sababu nina katibu wangu anaweza kunyambulisha kidogo kwa matumizi ya pesa ambayo tulipokea. Haya, katibu tupitisha haraka ili tuweze kuondoka hapa. Nikili kupokea milioni 12,400,000. Naitwa Manyanda Majondo, mwana UK7 kutoka kanda ya Mwanza. Karibu. Pesa iliyotumika kwa jumla ni milioni 11,640,000. Tumebakiwa na kiasi cha shilingi 760,000. Naomba ukabidhi. Milioni 11,640,000. Haya. Sasa ndugu zangu wana umoja na wana UK7 wote, kwa sababu tumesema tuokoe muda kwa sababu eneo hili tuko mbali. Sasa zikitokea changamoto za mvua, basi tunaweza tukaingia kwenye habari nyingine ambayo sio rafiki kwetu. Kwa hiyo tupitishe hivi kwamba ni milioni 11,600,000, sijui na ngapi amesema mwenyewe, lakini sasa tukabidhi hizi hesabu kwa katibu, alafu watatupa mrejesho kwenye grupu letu sasa la UK7 kwamba ni kweli matumizi hayo yaliyofanyika ni sahihi. Sawa sawa na UK7? Tuko pamoja? Haya. Tunaomba ukabidhi hiyo hesabu ili kwa baadaye. Mlikuwa wajumbe wangapi? Tulikuwa wajumbe 9. Ndio. Lakini ambao tumehudhuria ni wajumbe 4 tu. Wengine wakaenda wapi? Na hiyo mwenyekiti imetupa changamoto kidogo. Wengine wameenda wapi? Walioomba ruhusa ni 3, lakini 2 walipiga simu wakisema watafika, lakini mpaka sasa hatujawaona. Mwenyekiti wa maafa, umeshawanoti hao watu au hujaeleza changamoto hizi? Katibu wa maafa, hao watu tayari mwenyekiti wa kamati husika niliorganize naye ameshawaorodhesha. Kwa hiyo mnayo majina hayo? Ndiyo mwenyekiti. Haya, tunaomba tuwafahamu na sisi hao ambao hawajafika. Naomba nimpe mwenye zamana yake. Mpe. Asante. Ambayo nimepata ruhusa ni Lea Nyanda, alipatwa na msiba. Kuna Grace Peter alipatwa na msiba. Umepata, yani wameomba ruhusa? Hawakuweza kufika, walikuwa wamefiwa kwa taarifa ambazo tulifika mpaka kwa mwenyekiti wa maafa. Sawa. Tuendelee. Kuna Nyaisara Ngaya. Ndio. Na yeye alikuwepo kwenye msiba, alifiwa na ndugu yake. Ambao taarifa ambao walisema wanakuja, kuna Samuel Yuni. Kuna Yusufu Buyobe. Sawa. Hao ndo walikuwa wanatoa taarifa watafika, japo Samuel Yuni alikuwa anasema yuko Morogoro. Alisema atafika, angefika jana saa 6. Sawa. Lakini mpaka sasa bado hatujamuona.
Hata huyu Yusufu Buyobe na yeye alisema kwamba angefika jana, lakini mpaka sasa hata sijapata taarifa yoyote kuhusu wao. Ayo. Kwa hiyo wengine mna taarifa zao. Wengine tuna taarifa zao. Mmewasiliana vizuri. Lakini hawa tu ndo bado hazijakaa sawa taarifa zao. Hazijakaa sawa. Ayo. Kamati ya chakula imefanya kazi nzuri. Sasa kama ingewezekana tungewapa maua yao. Aya. Tuongoze katibu wa maafa. Asante ndugu mwenyekiti. Niombe mlizie sasa nilete mbele kamati ya mapambo ambayo imeratibu shughuli zote za mapambo. Mwenyekiti na katibu wake waje watuseme. Nilikabidhi hii kamati kiasi cha shillings milioni 6,500,000. Kwa hiyo niombe mtege masikio atupitishe. UK7 yajayo na flasha. UK7. Kwa majina naitwa Nkinga Ntiga. Nilikuwa na wajumbe 4 na mwenyekiti na katibu, jumla tulikuwa wajumbe 6. Lakini mwenyekiti aliomba huzuru, alipata msiba. Na mjumbe mmoja nilipata taarifa yuko nje. Sikuweza kumpata kwenye mawasiliano, lakini nilipata taarifa yuko nje. Kwa hiyo nilikuwa na wajumbe 3. Waliohudumu ni wangapi? Waliohudumu ni wajumbe 3. Na kamati ilikuwa inatakiwa iwe na wajumbe wangapi? Ilikuwa inatakiwa iwe na wajumbe 4. Sawa, tuendelee. Nakiri kupokea shilingi milioni 6,500,000. Pesa ile iliyotumika milioni 5,620,000. Baki iliyobaki 880,000. Umebakiwa na 880,000. Basi tupitishe hivyo hivyo ili tuokoe muda. Sawa sawa. Basi tukabidhi hiyo na nini. Lakini pia hata hizo changamoto ambazo mmekutana nazo, basi mtazikabidhi kwa kamati husika na kisha zitahamia kwa viongozi wa kanda na zirushwe kwenye utaratibu huu ambao tunao. Sawa? Sawa. Kama kuna mtu labda ameleta shida kwenye kamati yenu mnasema? Hapana, sijaona. Haya, lete huku. Tuwape maua yao hawa kamati ya mapambo. Tena mimi mwenyekiti samani, niomba apewe maua mengi kwa sababu amefanya kazi kubwa sana. Haya. Hata mimi nakubali kwamba mapambo wamefanya kazi kubwa sana. Kufika mpaka hapa, kama singekuwa kazi ya mapambo, wengi tungepotea, tena tungekuwa sasa hivi ndio tungekuwa tunafika. Lakini mapambo wamefanya kazi nzuri sana. Wanastahili pongezi kubwa kwa sababu ya kazi yao walioifanya kwa siku ya leo. Asanteni. Tukabidhi hela kwanza alafu ndo ondoke. Maafa. Asante ndugu mwenyekiti na ndugu wajumbe, naomba kwa ridhaa yenu sasa nilete mbele kamati ya usafiri ambao nilikabidhi kiasi cha shilingi milioni 2,600,000. Nimuombe mwenyekiti na katibu wa usafiri muwe wepesi kidogo. Wapo na wamehudumu. Kamati hii nakiri kupokea kiasi cha shilingi milioni 2,600,000. Asante, naomba nimkabidhi katibu aweze. UK7. Ejana flash. Lakini sio haya. Kamati yangu ilikabidhiwa shilingi milioni 2,600,000. Kamati ya mwenyekiti sio ya kwako. Kamati ya mwenyekiti ilikabidhiwa milioni 2,600,000. Ndio. Imetumia milioni 2,600,000. Sawa. Baki 0.00. Aya, mmetumia milioni. Sasa hata hawa ambao hawajabakiza hata kidogo hawa wanahitaji maua. Basi tuwape maua yao. Lakini kingine nimepita kule sijui Nkuyu kule. Nikakuta
mmetengeneza barabara, mlileta trekta yale manani ya kutengeneza. Nafikiri ni kazi ya kamati ya usafiri hiyo. Tulileta katapira. Eti? Ndio. Haya bwana, asanteni sana. Mbarikiwe. Haya, tupitishe tena sehemu nyingine. Asante mwenyekiti. Niombe sasa tena mlizie nilete mbele kamati ya mazishi ambayo nilikabidhi kiasi cha shilingi milioni 3 za Tanzania. Nimuite mwenyekiti na katibu wa mazishi. Haya. Mje mtupe mnyambulisho. UK7 Ijayo anafurahisha. yajayo anafurahisha. Kwa majina naitwa Mageme Mangu. Nilikuwa mwenyekiti wa mazishi. Nilikuwa mimi mwenyekiti pamoja na katibu, ambapo katibu aliniomba ruhusa kwamba atachelewa kufika. Alikuwa na kazi anafanya huko. Na nakiri kupokea kiasi cha shilingi milioni 3.5. Sio milioni 3 mwenye katibu. Milioni 3.5. Matumizi ambayo tumetumia ni milioni 2,245,000. Nimebakiwa na kiasi cha shilingi milioni 1,255,000. Naomba kuwakilisha. Umebakiwa na milioni 1. Haya bwana. Wewe ni kamati gani? Kamati ya mazishi. Kwa hiyo umebakiwa na milioni 1,255,000. Haya, tunaomba mtupatie hizo pesa ili tuweze kuzirudisha sehemu husika. Lakini huyu mtu anahitaji tunatakiwa tumpe maua yake. Wana UK7. Iko kwenye simu. Haya, kama iko kwenye simu irudishe kwa Juma. Wewe uandike hapa na message ambayo imerudi kwa Juma. Sawa? Irudishe kwa mhasibu mkuu. Sawa? Haya. Tupitishe tena kwenye kamati nyingine. Asante ndugu mwenyekiti, ndugu wajumbe, niwalete sasa mbele yenu kamati shupavu kabisa, wazee wangu imara waliosimamia kutushauri na kutuelekeza zoezi hili mpaka linafikia tamati. Kamati hii ni kamati ya itifaki ambayo haikuwa na amount yoyote kwa maana ya kiasi, ilikuwa na kiasi 0. Nao pia angalau wapungie mkono na kutoa neno lao la faraja. Karibu mwenyekiti na katibu. Asante katibu wa maafa UK7. Ijayo nafurahisha. Jina langu naitwa Joseph Kachwele. Nimehudumu kama mwenyekiti wa itifaki. Tuko wajumbe wawili na katibu wangu hapa Engineer Kusaya. Kamati yetu kama alivyosema katibu haikuwa na budget. Budget yetu ilikuwa ni 0. Lakini nachelea tu kusema niwapongeze sana viongozi wa kamati za kisekta kwa jinsi walivyofuata ratiba, walivyotekeleza majukumu yao kwa kufuata ratiba, na mpaka sasa hivi tuko ndani ya ratiba. UK7 napenda kuwasilisha mwenyekiti. Asante. Kamati ya itifaki imesimamia vema, tuwape maua yao. Haya, kamati nyingine. Nasi sasa ndugu mwenyekiti, niombe ulizie tupewe maua yetu kamati kuu ambayo tumefanya kazi kubwa kukamilisha zoezi hili. Kwa ridhaa yako sasa ni kuomba tuombe kwa wajumbe tupewe maua yetu. Haya. Kwa hiyo niwaombe nyinyi. Na kwa faida tu labda niombe nimsemee au nimtambulishe mwenyekiti wangu. Mwenyekiti wangu imara kabisa wa maafa anaitwa Mr. Mpelwa Ikila Sindano. Ndio mwenyekiti ambaye alikuwa akiniongoza kila hatua. Sawa. Asante. Haya, basi kamati zote zilikuwa chini
ya wasimamizi wa kamati ya maafa. Kwa hiyo zote kamati zimesimamiwa na hawa, na mpaka zimefanya vizuri namna hiyo, basi tujue wasimamizi walikuwa ni hawa, ndio maana zikafanya vizuri kiasi hicho. Kwa hiyo wanahitaji pongezi kubwa kwao liende. Aya, Shukrani. basi aya, katibu, tupitishe kwenye agenda nyingine. Asante sana ndugu mwenyekiti. Agenda inayofuata itakuwa neno la shukrani kutoka kwa familia. Aya, Msemaji wa familia, tunakusubiri. Asante. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ndugu zangu, vikundi mbalimbali, UK7 Brothers, Tuzo Medium Group, Malo, pamoja na wananzengo wa hapa na watu waliotoka katika sehemu mbalimbali, si rahisi kuvitaja, lakini tuna wakumbuka vizuri. Ninaomba kutoa shukurani kwa msaada wenu. Kazi mliyofanya ni kazi ngumu kiasi kwamba mimi nisingeweza, au na family hii ya mzee Kinyawanga isingeweza. Kazi mmefanya ni kubwa, tumejifunza, tumeelewa nini maana ya kuishi na watu. Baada ya kusema hayo, nasema asante sana. Sitakuwa na kitu cha kuwalipa isipokuwa mchungaji alisema Mwenyezi Mungu ndio mlipaji wenu. Niseme hayo machache. Asante sana. Aya, ubarikiwe mzee. Na sisi UK7 tunashukuru. Aya, katibu, tupitishe kwenye agenda nyingine. Asante sana ndugu mwenyekiti. Naona agenda zetu zimefikia ukingo. Tumebakiwa na agenda moja tu ambayo ni kuahirisha kikao. Basi kabla hujairisha kikao, nami naitwa Mka Kishepo, naibu katibu kanda ya Katoro. Nilikuwa na kaimu kama katibu kwa siku ya leo. Asante sana. Karibu mheshimiwa mwenyekiti. Mwenyekiti, baada ya kupata neno la shukrani kutoka kwa msemaji wa familia, ndugu zangu wana UK7, aliyepo mbele yetu ni mjane ambaye ndiye mke wa marehemu ndugu yetu Albert Mangu Kinyawanga. Tumemuita hapa kwa ajili ya kuwatambua ndugu zake wana UK7 ambao walikuwa ni wanachama wa mume wake ambaye amelala. Kwa hiyo mama, mbele yako ndio familia ya UK7, na baada ya shughuli zote za msiba huu, basi viongozi watakuona. Tunakushukuru sana, unaweza ukaendelea na majukumu mengine. Amina. Asante. Asante adimini wetu mkuu wa UK7 kwa kumwita mjane ili tuweze kumuona. Kwa wale ambao walikuwa hawafahamu, basi itakuwa ni nafasi pekee ya kuweza kumuona hata wao. Lakini pia tunakukaribisha mama, karibu kwenye kikundi chetu hiki cha UK7, kwa sababu tunajua nafasi ipo, nafasi itapatikana, na nafasi bado ziko nyingi. Ndugu zangu wana UK7 yajayo yanafurahisha,
napenda nichukue nafasi hii ndogo tu kuwashukuru wote mlioweza kuhudhuria msiba wa mwanachama mwenzetu Mangu Kinyawanga. Tokea tuianzishe UK7 yetu hii, sasa huyu ni mwanachama kama sikosei ni mwanachama ambaye kwa idadi ya waliotangulia mbele za haki anaweza akawa ni mwanachama wa 6. Kwa hiyo tumepoteza wanachama wenzetu 6. Kwa hiyo ni mambo ambayo yametukumba sisi wana UK7 bila kutegemea, kwa sababu tulikuwa tunaamini tungeendelea na yeye katika kukijenga chama chetu hiki cha UK7. UK7 inaendelea kukua kila kukicha. Kwa hiyo utamu huu ambao tunao na tunaoenda kuupata na yajayo yanayoenda kutufurahisha, basi tungekuwa naye kwenye mambo kama hayo. Lakini sasa kwa sababu kazi ya Mungu haina makosa, Mungu ameamua atutenganishe sisi na mpendwa wetu. Mimi alikuwa ni shemeji yangu, lakini pia alikuwa ni rafiki yangu sana. Kwa hiyo kazi ya Mungu haina makosa. Baada ya kusema hayo, niwashukuru kamati tendaji, kamati ambazo zimehudumu msiba huu kwa kazi nzuri mlioifanya. Ukiangalia watu wa mapambo ni nani, yani vibao elekezi nimeanza kukutana navyo kule mbali kabisa, karibu na wilaya ya Itilima. Kwa hiyo sikupata hata muda wa kuuliza, kile ukitembea kidogo unaona kibao. Kwa hiyo mmefanya kazi nzuri sana. Mmefanya kazi nzuri sana, mbarikiwe na tuendelee kufanya kazi hizi tunapokuwa tumepata changamoto. Lakini kitu kingine ambacho nataka nikiseme, mahudhurio yetu ni madogo sana ukilinganisha na idadi halisi tulivyo. Nimeangalia mahudhurio ni kidogo sana. Ukiangalia mahudhurio yetu haya, hesabu yetu inasoma kama 200 tu na kidogo. Sasa hiki ni kitu cha kushangaza. Tumefiwa na mwanachama. Ni mwanachama mwenyewe ameondoka. Inawezekana hata mimi mwenyekiti nikifa, kumbe mtaishia hata 80 kwa sababu mmeshaanza kuonyesha dalili. Kwa hiyo tumefiwa na mwanachama, lakini watu mnashindwa kujitoa, kwa sababu haya ni mambo ya kujitoa. Haya ni mambo ambayo yanagusa kabisa, kwa sababu ni mwanachama mwenzetu tumempoteza. Basi angalau sasa tungefanya tu kuepuka au kuacha shughuli zile zingine kwa ajili ya kumstiri huyu mwenzetu, ili ionyeshe wazi kwamba UK7 ni kikundi imara ambacho kina upendo mkubwa hata pale ambapo mtu amepatwa shida kama hizi. Kwa hiyo ninataka niwasihi tu kwamba ndugu zangu wana umoja, mnapokuwa mnapata mambo kama haya, basi tujitokeze kwa wingi, kwa sababu huyu ni mwenzetu na tunaenda kuachana naye na hatutaonana naye, na alikuwa anashiriki kwenye kila kitu ndani ya kikundi. Kwa hiyo mambo kama hayo tuzingatie sana. Lakini kitu kingine ambacho nilipenda nikizungumze, sema tu kwa sababu ya muda, nitaongea kwa ufupi sana, kwamba UK7 mwaka ujao tunaingia kwenye uchaguzi. Tunapokuwa tunaelekea kwenye uchaguzi,
tukutwe kila kanda itafute mtu ambaye ataweza kulibeba jina hili, mtu ambaye atatuongoza katika safari yetu hii tulionayo, na awe mtu sahihi ambaye atafaa kutuongoza sisi wana UK7. Tunaenda kufanya uchaguzi. Kwa hiyo ninapenda kuwajulisha au kuwakumbusha tu kwamba hata wala ambao mlikuwa mmesahau kwamba mwaka ujao tunaenda kuingia kwenye uchaguzi, basi mkumbuke na muweze kutafakari watu sahihi ambao wataenda kulisongesha tena gurudumu hili na UK7 iweze kusonga mbele. Kwa hiyo nilikuwa nawakumbushia kidogo hili na uchaguzi tutafanya mwaka kesho, nafikiri itakuwa hata mwezi wa 3, lakini maandalizi haya tukutwe tunatafakari sisi wana umoja wote, kwa sababu kikundi hiki ni cha wanachama wote, sio cha mwenyekiti wala mwenyekiti wa itifaki wala wazee wa itifaki, ni cha wanachama wote, na wanachama wote wako sawa sawa, wana haki sawa. Hakuna mtu ambaye ana haki zaidi ya mwenzie ndani ya kikundi hiki. Kwa hiyo niombi tu kwamba mnapokuwa mnaenda kufanya hivyo, basi mkatuchagulie mtu sahihi ambaye atatuongoza vizuri kwenye kikundi chetu hiki. Baada ya kusema hayo, lingine niwakumbushe hili tu moja ambalo kila siku huwa tunalihubiri. Hata kama mtasema sisi viongozi tuna kitu ambacho labda tumeficha ndani yake, moja tu ambalo tunahubiri kila tukikutana, ili la ujenzi. Tuna majengo yetu sisi sasa hivi UK7. Ili ujue UK7 imepiga hatua. Kuna majengo sasa hivi tunamiliki majengo tena makubwa kuliko mfano. Kwa hiyo tunaomba sasa hata wala ambao mnaona ni kitu cha kawaida, mguswe katika michango yenu ili tuweze kukamilisha ujenzi wetu huu. Tunaomba mguswe nalo hili la ujenzi ili tuweze kukamilisha. Ni nyumba yetu sote, ni maendeleo ya UK7, sio ya mwenyekiti. Maneno ya Mheshimiwa Rais wa awamu ya 5, Mheshimiwa Rais Magufuli alisema, huwa mnapenda kusema ukweli mtu akiwa amekufa ndio mtajua kazi anayoifanya. Kwa hiyo hata nyinyi, mimi sipendi kusema hivyo, kwa sababu nyinyi mnajua na mna macho, mnaona tunachokifanya. Na ninawashauri kila mnapokuwa mnapita, mnaelekea Kahama, unaenda wapi, unapita hata kwenye majengo yetu yale, unajiridhisha, unaona kazi ambayo wanaisema hawa viongozi ndio hii kweli. Ukishuhudia, ukifika, hata wewe utashawishika. Maana kazi sio kazi ndogo, ni kazi kubwa iliyofanyika pale. Kwa hiyo niwaombe sana ndugu zangu, wana umoja wenzangu, tushiriki pamoja katika kukijenga chama chetu hiki, maana kufanya kazi ngumu kama hiyo. Baada ya kusema hayo, niwashukuru viongozi wenzangu, kwa sababu nyinyi ndio tumetoka na nyinyi mbali kote huko. Tumekuwa tukishirikiana katika mambo yote haya ambayo tumeyafanya. Katika matunda yote haya ambayo tumeyapata, basi sio mimi bali ni nyinyi pamoja na mimi ndio tumeshiriki kupata maendeleo haya, tukijumlisha na wanachama wetu. Asante sana wana UK7 kwa kunikubalia niwapotezee muda kwa ajili ya maneno haya ambayo nimeyazungumza. Baada ya kusema hayo, nimkaribishe sasa mchungaji aje atukabidhi mikononi mwa Bwana kusafiri salama. Mchungaji, kama upo, haya, karibu mchungaji, utukabidhi kwa Mungu na tuweze kurudi majumbani kule tulikotoka. Asante sana. Bwana Yesu asifiwe. Amina.
ni washukuru sana kwa umoja huu wa UK7. Kabla hatujaomba, naomba kuwatia moyo kwamba sisi tulio nje kama watazamaji wa wachezaji uwanjani tunaona mnachokifanya sio kitu kidogo. Bwana Yesu asifiwe. Bwana awabariki sana. Matukio mengine sio ya kubeba peke yake, bila kushirikiana inaumiza. Mimi niwatie moyo, songeni mbele na umoja huu. Ukweli niseme kutoka moyoni, mimi binafsi siwezi nikasemea kwa wachungaji wengine, ninawaombea kila ninapohitaji kuomba. Basi tuombe. Baba yetu na Mungu wetu wa mbinguni, umewaona watoto wako na rafiki zako vile walivyo na umoja huu, na hata wanavyoshughulika na misiba na sherehe kwa ajili ya kunyanyuana. Ninaomba Bwana, umoja huu usiruhusu ikaingia dosari, marumbano, kasoro na tofauti, hata ukaruhusu uvunjike, bali ukaunganishe kama gundi iliyo imara zaidi. Watu wako wasonge mbele na wafanye mambo makubwa sana. Umoja huu ni wa wafanyabiashara mbalimbali, wana kazi mbalimbali, wengine wana kazi ya madini. Wewe ni Mungu wa dhahabu zote, ni Mungu wa almasi zote, ni Mungu wa shohamu zote, na kila aina ya madini yametoka kwako, na unayajua mahali yalipo ardhini. Ninaomba Bwana, kwa neema na rehema zako na ukarimu wako, kwa makubwa wanayoyafanya, naomba miradi ya watu wako yote ikabarikiwe. Ukawabariki mara elfu, asikose kila mmoja mapato kwenye mikono yake. Ukiwaongoza katika usimamizi mwema, hata wasaidizi wao na wafanyakazi wao ukiwatia hofu na nidhamu, ili wakiwa waaminifu watu wako wakabarikiwe. Maana watu hawa kuna wakati tunawaita kujenga makanisa. Hata leo Bwana umeshuhudia Baba, na wamekuwa waungwana, wanafanya kazi yako. Fanya umoja nao, wainue kwa kila namna na kuwaongoza katika maisha yao yote. Wako wafanya biashara wa maduka, wafanya biashara wa malori, kila biashara ikabarikiwe. Ninaomba sasa wanaposafiri watatawanyika, wengine Soma, wengine Geita, wengine safari za Dar es Salaam, wengine Kahama, na kokote kule waende na mkono wako, wasafiri na mkono wako. Katika magari wanayosafiria, yashikilie kwa mkono wako, usiruhusu ajali. Furaha ya wachungaji ni kusikia wamefika salama, nasi tutaona ya kwamba ushirikiano wetu na umoja wetu na mbingu umepata kibali kwako. Fanya hivyo na kuzidi kila wakati na kila siku, wawapo safarini, wawapo nyumbani, wakiwa wameketi, wakiwa wamelala. Wabarikiwe mjini, wabarikiwe mashambani, wabarikiwe kote wanakokanyaga. Kwa jina lako Yesu tunaomba, amina.